Ndugu ya bibi ya ndugu yangu ambao mnafuata. Wamefika hapo. Haya makasi ni ya huyu wamefika hapo. Wengine wamepitia huko. Kufika huko sijui nakaa namna gani. Haya. Mtu alikutolewa mtu hata pajo permit ana hata ID ana inafanywa tu maneno ya kiburi tu. Haya. Kufika hapa kwa boma. Ile kitu inanistaajabisha mpaka mimi nasema kweli serikali inifanyie kitu tunaita haki. Mtoto analia na mama yake wanapiga nduru. Nini? Mzee, umetuleta hapa kwa shida. Kamwambia kweli ni shida gani tena? Ikabidi mimi nipigie nini? Chief. Chief mnasikia mwili imefika. Na nini msichana anasema? Msichana anasema hii nyumba ya marehemu. Kama mnataka kumpeleka huko juu. Sawa sikatai. Hii nyumba amechengea vijana, hii nyumba tumechenga na yeye, hii duka tumechenga na yeye. Awekwe for 30 minutes. Na akipelekwa huko juu, sawa. Sikatai, awekwe huko, niomboleze bwana yangu ndio aende salama salimini. Wakakataa. Wakampiga mnasikia maedi, wakampiga maedi, analia. Chiwa kaenda huko, akasuluhisha. Sasa kusuluhisha hiyo maneno, si maneno katulia. Mama kapoa, msichana kapoa, watu wengine kapoa, bibi ya mandugu zangu wakapoa. Haya maneno kaisha. Tukaamuka kutoka hapa asubuhi Friday sasa. Kufika huko. Watu wamekuja kutoka Narok. Nimechukua Nissan, watu yangu ya familia, majirani yangu wamesema tutakusindikiza mzee. Wewe ni mtu ya maana kwa town hii. Unatusaidia mawaida. Basi, andikia mimi pesa. Ingapi transporter manager ndio hiyo tukaenda Nissan moja mimi na familia. Yaani family ni watu ambao tunaenda pamoja. Wanahesabika hata kama kijana ndugu yangu mkubwa anaitwa Rasto kaingia ndani. Basi na wengine kijana mwingine anaitwa Umari hapa tunafanya kazi naye. Mimi ni foreman ya kazi ya masonry. Nisoma kiwanda hapa zamani. Basi sasa ikawa hivi. Sasa siku ya mbolezi sasa yani mazishi. Tukafika huko. Kufika huko tukakaa vizuri, watu wakaingia vizuri, utaratibu ukaingia, tukakaribishwa mahali. Sasa wengine wanaendelea kukula na wengine hawakuli, watu wako na maji yao. Tukakuwa kikao. Kukaa kikao speeches. Ikaanza. Program ikaanza. Ile kitu ilinistua. Sitambuliki. Kolera ya hapa aongee mbili. Wakasema watu ya Narok. Watu ya Narok? Tukaingia huko. Haya, basi. Kama nitaitwa kolera baadaye, pengine kama ni watu ya Narok, chama niongee na mimi niongee. Na nikiitwa kolera sasa mpande nyingine, kolera aongee mbili na mimi niongee mbili. Hakuna nini programu ya kolera. Hakuna programu ya kolera nyingine sasa. Mama achaongea. Haya. Hiyo maneno kaenda vile iko. Kufika huko chifu akaja akaongea. Kuongea chifu si nafasi yake kaisha, akaenda na maaskari yake wakaenda. Haya, mahubiri kaanza. Tukaendelea kuhubiriwa. Basi kaambiwa msichana akakuja mbele. Haya akakuja na watoto yake, wakapigwa picha na watu ya Narok na watu wengine hapa na pale kifamilia sasa. Hiyo maneno kaisha. Ilipoisha sisi hatutambuliki. Tukasema hii ni nini inaendelea kwa iboma. Yaani tangu zamani sijatambulika hapa na sijawanyima watoto. Basi kidogo tu ndugu yangu na dada zangu au watoto yangu. Mimi nimeshangaa ni nini inaendelea katika iboma. Kidogo tu watu wameteremka chini. Bario. Wakabeba mwili wakaweka ndani. Haya watoto wakapiga nini? Hiyo kama sasa chembe hiki kijana yake na msichana akatupa ma kidogo tu nikiongea na watu wengine wasao wananichua kutoka nyumbani matanga inaendelea vizuri na nakuta tu chama huyu macho ile sio ya Airtel county na bila nimeelezwa sijua tutaenda sababu tunamjua sura huyu nakuta anafurupa kutoka juu speed. Mama yake iko hapo. Mama anasema, "Mnapeleka mtoto wapi?" Mama anaanza kutwangwa. Mama anasema, "Muse,
Maanti yangu kutoka nyumbani wanalia. Mabibi ya ndugu yangu wanalia. Ndugu yangu kitinda mimba anaitwa Arori. Analia. Anasema kwani ni nini naendelea? Mtoto anasukumwa nchi nyingine ambao sielewi. Sielewi. Basi kaanza kupigwa. Akaponyoka hapo. Kwa kisima ya maji ilikuwa hapo. Karibu anguke ndani. Akaenda huko chini kwa chai, majani ya chai. Ndio nikasema, "Kwa nini na msichana wangu yuko huko chini?" Ile ni Matiang'i na ile sio kazi ni ya marehemu. Ndio unapiga mtoto wangu. Ngaenda huko. Ngasema hii intention niko hapa. Kwani hatujai kupatiwa karatasi? Hatujai kupatiwa kipande. Hatujai kupatiwa chochote. Ni nini mbaya? Mama kutafuta mama kolera niokoe. Hakuna. Kutafuta kolera musi. Hakuna. Kujaribu kuangalia hii msichana. Hayuko. Watoto iko wapi? Basi nikasema wacha tu kwa sababu ni furuta kama mzee nitirimuke huko chini. Kutirimuka ndio mimi nimefaa hii kaunda suti brown. Ukiona kwa kahawa mimi ni mimi sasa. Mimi nasema Matiang'i, kwa nini unapiga mtoto wangu? Mjamana ngangana. Mimi nikasema roho. Nipige hii mtu na hii fimbo ya Maasai niue. Roho ikanieleza pana, mimi ni mzee. Nimeletea hawa watoto. Nimeletea hii msichana. Kama amekataa kutupa mchanga, wanamlazimisha ashike hii jamaa. Si watoto wameshika kama kimila iko. Kwa sababu bila ameamua ni hivyo. Sasa kama ameamua na wameona ni mbaya, hakuna haja kumpiga. Wangefanya hivi. Mzee kucha hapa. Haya, mama kucha hapa. Watu ya hii family kucha hapa. Basi waniambie makosa amefanya. Niambie basi msimpige, waje tufungiwe hapo. Tufungiwe hapo sisi community yote, tufungiwe hapo yote. Yote. Halafu tuambie makosa mko, mpate kiboko nyinyi yote kabla ya kupiga msichana yangu namna hii. Ni mimi ni mzee. Ndugu yake iko. Ndugu yake tinda mimba iko. Iko makazini yake. Wasichana, vichana, iko anko yake ya mama, iko anko yake, ndugu ya mama. Iko. Sasa iko shida gani tumefanya? Hii sijai kuona kwa hii miaka ya 68 mimi. Sijai kuona matanga kama hii. Hiyo maneno kaisha. Kakuja hapa. Kafika hapa. Kumbe walikuwa wametoroka na mtoto. Haya, vijana wakanieleza msiko mtoto wapi? Wapi watoto? Haya. Kasema watoto mimi sijui. Basi vijana wakanieleza hapo kwa gerefu. Kamwambia mimi sichakatai maneno. Kama msichana amekataa, si watoto wamefanya kazi. Na kama imekuwa bila itakuwa, si mtaniambia. Haya. Basi hiyo maneno kaisha. Mtoto naye kutolewa naye kwa chai huko chini, akaletwa ndani ya nyumba. Matiang'i na hiyo CEO hiyo mjamaa mwenye macho ine. Hiyo watu wawili. Basi. Ndiye anavuta mtoto yangu tena kutoka ndani ya nyumba. Ndiye anakuja hapa, anakuja kumweka silabu. Haya, wananifuruta hata hii nguo hii. Iko na mchanga hapa. Hii kaunda hii moja. Iko na mchanga hapa, iko hapa shavua. Matope. Basi ngasema sasa ni nini inaendelea? Msichana sasa kavurutwa, akaenda kupanda gari, akaenda sasa na vitu yake, alikuwa na watu yake, wakabeba vitu wakaenda. Basi ngafuata simu. Hii jamaa amekamatwa saa hii. Hii mjamaa ndugu ya marehemu. Ndiye alikuwa amempiga, akasema, "We, Matiang'i, hiyo simu nyang'anya yeye kwa sababu amepeleka simu ya marehemu." Tukasema sasa wacha basi nifuate hii simu na kijana mwingine ambaye anaitwa Henry, fundi yangu. Nione. Kwa sababu watu wameenda, watu wamesema kweli mzee amecharifu. Haya, mimi nikasema nikafuata simu. Matiang'i akaniambia, "Waje utebiwe." Sasa hii jamaa CEO ndiye anatutebu vile tunaongea. Nikamwambia, "Ofisa waje nikwambie. Siogopi. Tebu vile unataka na nitaongea vile unataka."